Taarifa njema kwa Tundu Lissu, majaji wafikia maamuzi sasa. Mwisho wa mateso kwa Tundu Lissu, huku tarehe ya hukumu kwa kesi ya uhaini ikitajwa rasmi. Ripoti za sambazwa na kuthibitishwa na Chadema leo baada ya kusukumwa mbele mara kwa mara na kuahirishwa mara kwa mara. Hatimaye kesi ya uhaini ya Tundu Lissu imerejeshwa nyuma hadi tarehe hii mpya na sio tarehe 6 Julai kama ilivyotangazwa awali. Kesi itaanza mapema na hukumu pia itatolewa mapema. Je, ni tarehe gani hii mpya kesi itasikilizwa, na je, hukumu rasmi itakuwa tarehe ngapi? Mtazamaji, nimegundua wengi wenu mnasikiliza habari kabla ya kulike na kusubscribe. Hivyo basi leo katika YouTube channel yetu hii mpya ya Kurasa Media Tanzania, na kuomba mwanzo kabla tuingie katika taarifa, hakikisha umelike video. Baada ya kulike, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Kesi ya uhaini dhidi ya mmoja wa viongozi mashuhuri wa upinzani nchini Tanzania imerudishwa nyuma tena hatimaye, na ukweli huo unafungua maswali mengi zaidi kuliko majibu, na hatimaye siku ya hukumu pia imewekwa wazi. Kwa sababu hili ndilo jambo la kwanza linalostahili kuulizwa. Kwa nini kesi ambayo tayari imechelewa mara nyingi imeendelea kuchelewa hadi leo? Je, hii ni mahakama inayofanya kazi kwa uangalifu kupitia mabishano changamano ya kisheria, au kuna jambo jingine, au kuna mtu mwingine ambaye anapunguza mchakato huu kila mara inapokaribia matokeo halisi? Na hili ni swali la pili ambalo bado halina majibu. Mtu huyu kama Tundu Lissu sasa amekaa kizuizini kwa zaidi ya mwaka mmoja. Kwa hivyo inahisije kisiasa na kibinafsi kutazama tarehe yako ya koti ikirudishwa na kusongezwa mbele tena na tena, huku ukisalia gerezani wakati wote? Fikiria kuhusu kalenda ya matukio hapa. Kesi hii awali ilikusudiwa kuendelea Februari, kisha ikahamia Machi, kisha ilinyoosha kuelekea Juni, na sasa imesukumwa tena mbele wakati huu hadi mwezi wa Julai. Na ikiwa kuna muundo huo unatuambia nini kuhusu jinsi jaribio hili linavyodhibitiwa? Hata hivyo, mtazamaji, majaji na mahakama wameweka tarehe mpya ya hukumu ya kesi ya Tundu Lissu ambayo wanasema itakuwa Julai tarehe 6, na kusikizwa kwa kesi hiyo kutasongezwa nyuma hadi Julai tarehe 3. Sio tu tarehe nyingine ya koti, ni tarehe ambayo hatimaye Tanzania inaweza kupata uamuzi halisi kuhusu kesi hii. Kwa hivyo swali la kweli linakuwa, baada ya kila kitu kesi hii imepitia, je, Julai tarehe 6 itatoa jibu, au hii itacheleweshwa tena au kuahirishwa tena? Na hapa kuna jambo lingine la kufahamu kabla hatujaendelea mbele zaidi. Kesi hii tayari imeshuhudia mashahidi wa siri wakitoa ushahidi huku wakiwa wamefichwa, mapigano ya kiutaratibu kuhusu mipangilio ya ulinzi wa mashahidi, na mizozo kuhusu ushahidi mpya ambao ulikokota kesi kati ya mahakama mbili tofauti. Kwa hivyo hiyo inakuambia nini kuhusu jinsi ya kugombea, jinsi nyeti kesi hii yote ni kweli? Mtazamaji, fikiria ni nani huyu aliye katikati ya jambo hili lote. Huyu si mshtakiwa wa kawaida. Huyu ni mwenyekiti wa taifa wa Chadema, mojawapo ya vyama vikubwa vya upinzani nchini Tanzania, mtu anayekabiliwa na kosa la uhaini linalohusiana moja kwa moja na uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Kwa hiyo kesi ya umuhimu huu wa kisiasa ikiendelea kuahirishwa mara kwa mara, ni nani hasa anayefaidika na ucheleweshaji huo? Je, ni upande wa mashtaka unaohitaji muda zaidi wa kujiandaa, au ni upande wa mashtaka unaotaka nafasi zaidi ya kujenga kesi yake, au labda si vyote hivyo? Na huu ni tu mfumo wa kawaida wa jinsi mahakama za Tanzania zinavyoshughulikia kesi ngumu kama hii. Chadema imetangaza kuahirishwa kwa shauri linalomkabili mwenyekiti wake wa taifa Tundu Lissu, huku mahakama ya rufani ikipanga tarehe mpya za kuendelea na mwenendo wa kesi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya Chadema leo, kesi hiyo ambayo awali ilipangwa kuendelea Juni tarehe 11 mwaka 2026 sasa itasikilizwa Julai tarehe 3 mwaka 2026. Baada ya usikilizwaji huo, mahakama imepanga Julai tarehe 6 mwaka 2026 kuwa siku ya kutolewa hukumu, maamuzi na amri katika shauri hilo. Hii inamaanisha kuwa baada ya hoja zitakazowasilishwa Julai tarehe 3, uamuzi rasmi wa mahakama unatarajiwa kutolewa siku 3 baadaye, yani Julai tarehe 6. Taarifa ya mahakama
mahakama ya rufani inaeleza kuwa shauri hilo limepangwa kwa ajili ya kutolewa hukumu, maamuzi na amri baada ya hatua ya usikilizwaji kukamilika kikamilifu kwa mujibu wa taratibu za kawaida za mahakama ya Tanzania. Kwa maneno mepesi, Julai tarehe 3 ni siku ya kuendelea na hoja na Julai tarehe 6 ni siku ambayo Watanzania wanaweza hatimaye kupata uamuzi halisi kutoka kwa majaji. Kuahirishwa huku kuna maanisha pande zote zinazohusika sasa zinasubiri tarehe hizi mpya zilizopangwa kabla ya hatua nyingine yoyote kuchukuliwa. Kesi hii imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu sana na wanachama wa Chadema pamoja na wadau wengine, hasa kutokana na nafasi muhimu ya Tundu Lissu katika siasa za Tanzania. Kwa sasa mahakama ya rufani ndiyo yenye mamlaka pekee ya kuendelea na shauri hili kwa mujibu wa ratiba iliyotangazwa. Wananchi na wadau mbalimbali wanatarajiwa kufuatilia kwa karibu maendeleo katika tarehe hizi mpya zilizopangwa, ambapo Julai tarehe 6 mwaka huu inatarajiwa kuwa siku ambayo hukumu, maamuzi na amri zitatolewa hatimaye na majaji. Sasa tuongeze muktadha muhimu hapa, kwa sababu kesi hii ina historia ndefu na ngumu inayoeleza kwa nini tumefikia hatua hii. Lissu alishtakiwa kwa kosa la uhaini mwezi Aprili mwaka 2025 akituhumiwa kutoa kauli zilizolenga kuwahamasisha wananchi wa Tanzania kuzuia au kuvuruga uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, na tangu kukamatwa kwake zaidi ya mwaka sasa umepita na bado kesi yake haijakamilika. Kesi yenyewe imepitia hatua nyingi kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Mapema mwaka huu kesi hiyo iliendelea katika Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam, ambapo upande wa mashtaka uliwasilisha mashahidi wengi, wakiwemo mashahidi wa siri waliotoa ushahidi wakiwa nyuma ya vizuizi vya ulinzi kwa sababu ya usalama. Wakati mmoja kesi hiyo ilicheleweshwa hasa kwa sababu kizimba cha ulinzi cha mashahidi wa siri kilihitaji kurekebishwa ili majaji waweze kuwaona vizuri. Zaidi ya masuala ya ulinzi wa mashahidi, kesi hii pia imekuwa ikirushwa kati ya Mahakama Kuu na Mahakama ya Rufani kutokana na mgogoro kuhusu ushahidi mpya ambao upande wa mashtaka ulitaka kuuwasilisha. Mzunguko huo kati ya mahakama hizo mbili umekuwa ni jambo la kawaida katika kesi hii, huku pingamizi za kiutaratibu zikiendelea kuirudisha kesi nyuma badala ya kusonga mbele kuelekea hukumu ya mwisho. Tutoe uchambuzi zaidi kuhusu mwenendo huu kwa sababu unahusiana moja kwa moja na tangazo la leo. Kila wakati kesi hii inapokaribia hatua ya uamuzi wa msingi, jambo la kiutaratibu linajitokeza na kuirudisha kwenye mapitio mgogoro wa ushahidi au kuahirishwa tena. Iwapo hilo linaonyesha utata wa kisheria wa kweli katika kesi ya uhaini ya Tundu Lissu, umuhimu huu au kitu kingine cha kuchelewesha kwa makusudi katika usimamizi wa kesi hii ni swali ambalo wachambuzi wa siasa na wanasheria wanaendelea kulijadili. Ni muhimu pia kukumbuka upande wa kibinadamu wa kesi hii. Lissu kwa sasa amekwisha kaa zaidi ya mwaka mmoja mahabusu. Wakati kesi hii ikiendelea, mapema katika mwenendo wa kesi alieleza moja kwa moja mahakamani wasiwasi wake kuhusu afya yake, akidai kushindwa kupata huduma za matibabu yake ya kawaida kutokana na kushikiliwa kwa muda mrefu mahabusu. Undani huo unaonyesha jinsi mchakato huu wa kisheria umekwisha kuchukua muda mrefu kiasi gani hata kabla ya kuahirishwa kwa hivi karibuni. Nijuze maoni yako, mtazamo wako upande wa maoni au upande wa comment section chini ya video hii. Vile mtazamaji, kumbuka kulike video hii na kusubscribe na ubonyeze alama kengele. Ukifanya hivyo utakuwa kwanza kila siku kupokea taarifa zetu. Vile mtazamaji, gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video zetu mpya kwa taarifa zaidi.